Kukimbia gizani usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Mwezi ulikuwa umefichwa nyuma ya mawingu mazito na upepo ulivuma kama mtu anayelalamika kwa uchungu. Binti wa kifalme Ariana alikuwa akikimbia. Miguu yake iligonga mizizi ya miti. Nguo yake ya kifalme ikachanika kwa matawi makali. Hakujali. Hofu ilikuwa kubwa kuliko maumivu. Nyuma yake kulikuwa na kiumbe. Hakikuwa binadamu. Kilikuwa kirefu, kikubwa kuliko farasi, macho yake yakitoa mwanga wa kijani uliotisha. Mwili wake ulionekana kama moshi uliokaza, ukibadilika kana kwamba haukuwa na umbo la kudumu. Kila hatua yake ilifanya ardhi itikisike. Kiumbe hicho kilitoa sauti ya kutisha, kama sauti ya watu wengi wanaolia kwa wakati mmoja. Ariana alipumua kwa nguvu. Naomba niokoke, alijisemea kwa sauti ndogo. Lakini ukweli mchungu ni huu: hakujua alikimbilia wapi. Alikuwa binti wa kifalme. Hakuwahi kuishi msituni, hakujua njia, hakujua kujilinda. Na hiyo ndiyo kosa lake la kwanza. Alijikwaa. Mguu wake uligonga jiwe kubwa, akaanguka vibaya na kujiviringisha chini ya mlima mdogo. Mwili wake ukagonga mawe, ngozi ikachanika, pumzi ikakatika. Alisimama kwa shida, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Kiumbe kile kilikuwa mbele yake sasa. Kilisimama kimya, kisha kikaanza kusogea polepole. Hatua moja, hatua mbili. Ariana alirudi nyuma, lakini miguu yake ilikuwa dhaifu. Macho yake yakajaa machozi. Hapo ndipo kelele ya mshale ikasikika. We! Mshale ulipenya bega la kiumbe kile. Kilitoa mlio wa hasira uliotikisa miti yote. Ariana aligeuka. Kijana mmoja alisimama juu ya jiwe kubwa. Alikuwa na upinde mkononi, macho yake makali, mwili wake umefunikwa na mavazi ya ngozi. Hakuwa mtu wa kifalme, alikuwa mtu wa msituni. Bila kusimama, kimbia, kijana alipiga kelele. Ariana hakubishana. Alikimbia. Kijana huyo alirusha mshale mwingine. Kiumbe kilimfuata yeye sasa badala ya Ariana. Mpango wake ulikuwa wazi. Alikuwa akijitoa mhanga ili kumwokoa. Baada ya dakika chache za kukimbia, Ariana alianza kupoteza fahamu. Mwili wake ulikuwa umechoka, majeraha yalimuumiza na hofu ilikuwa imemmaliza nguvu. Alianguka, alizimia. Alipoamka, alikuwa ndani ya kibanda kidogo cha mbao. Moto mdogo ulikuwa ukiwaka pembeni. Harufu ya majani ya dawa ilijaa hewani. Kijana yule alikuwa amekaa pembeni, akifunga jeraha mkononi. Umeamka, alisema kwa utulivu. Ariana alijaribu kukaa. Wewe ni nani? Aliuliza kwa sauti dhaifu. Kaito, alijibu. Ninaishi msituni. Ariana alinyamaza. Baada ya muda, kumbukumbu zilimrudia. Ufalme, baba yangu, wale viumbe, alisema kwa hofu. Kaito alimwangalia kwa makini. Niambie kila kitu. Na hapo ndipo Ariana alianza kuelezea. Aliwaambia jinsi ufalme ulivyovamiwa na viumbe vya ajabu. Alisema alitoroka pamoja na watumishi wake, lakini walitenganishwa njiani. Kaito alinyamaza, kwa sababu jambo moja lilikuwa wazi: hii haikuwa ajali, hii ilikuwa vita. Asubuhi iliyofuata, mtu mwingine aliingia kibandani. Alikuwa mwanamke kijana mwenye macho makali kama ya Kaito. Dada yangu, Kaito alisema. Jina lake lilikuwa Rena. Baada ya kusikia hadithi yote, Rena alinyamaza kwa muda mrefu. Kisha akasema kitu ambacho hakikutarajiwa. Tutakwenda. Ariana alishangaa. Mtaenda kunisaidia? Aliuliza. Rena alimwangalia moja kwa moja. Kama viumbe hivi vinaenea, hata msitu wetu hauko salama. Hilo ndilo ukweli ambao Ariana hakufikiria. Hii haikuwa tatizo la ufalme tu, ilikuwa hatari kwa kila mtu. Ariana mbele akiwaonyesha njia ya kuelekea ufalme, Kaito akiwa na upinde wake, Rena akiwa na upanga wake mrefu. Lakini hawakufika mbali, kwa sababu kiumbe kile kilirudi. Kilikuwa kikubwa zaidi sasa, na macho yake yalikuwa yakitoa mwanga mkali zaidi. Lakini safari hii walikuwa watatu. Mapambano yakaanza. Kaito alipiga mishale mfululizo. Rena alikimbia kwa kasi na kulishambulia kwa upanga. Ariana, bila kutarajia, alihisi joto mikononi mwake. Mwanga mdogo ulianza kuonekana. Nguvu ya ajabu ilitoka mwilini mwake. Kiumbe kilirudi nyuma. Walipambana kwa muda mrefu. Hatimaye kiumbe kile kilipiga kelele kubwa na kutoweka kama moshi. Baada ya saa chache walifika katika ufalme, lakini waliposimama mbele ya lango walihisi kitu kisicho cha kawaida. Kulikuwa kimya. Hakuna walinzi, hakuna watu, hakuna sauti. Waliingia ndani. Mitaa yote ilikuwa tupu. Milango ilikuwa wazi, lakini hakukuwa na mtu hata mmoja. Ariana alihisi baridi ikimpita mgongoni. Ni nini kimetokea hapa? Na hapo episodi ya kwanza ikaishia. Episodi ya pili itaendelea.